Niliishi na nyoka na utajiri bila kujua kilichotokea. Sitosahau. Nilikuwa kijana wa kawaida, nikiishi kijijini Mbangamawe, nikiwa na ndoto ya kupata mafanikio makubwa maishani. Kila siku nilikuwa nasikia habari za watu waliopata utajiri ghafla, hasa wale waliokuwa na nyumba kubwa, magari mapya na biashara zilizostawi kana kwamba zimepandwa kwa mbolea ya miujiza. Lakini sikujua kuwa ndoto yangu ya utajiri ingeishia kuwa ndoto ya jinamizi. Siku moja jioni, mvua ndogo ilinyesha. Nilikuwa nimekaa kwenye kibanda changu cha udongo, nikitazama moto unaowaka. Ghafla nilisikia hodi. Hodi, kuna mtu hapa? Sauti ilikuwa nzito na ya kustaajabisha. Nilijibu, karibu. Lango halijafungwa. Alipoingia, niliona mzee mmoja aliyevaa kanzu nyeusi na mikono yake ilikuwa na bangili za shaba. Macho yake yalikuwa mekundu kama yamechomwa na moto. Mzee, nimepotea njiani, kijana. Naomba pahali pa kulala usiku huu mmoja. Mimi, hakuna shida, bwana mkubwa. Unaweza kulala hapa sebuleni. Nilimkaribisha, nikampikia chai ya tangawizi. Lakini usiku ule, nilishtuka usingizini nikisikia kitu kinasogea chini ya kitanda changu. Nilipoangaza taa ya tochi, niliona kivuli kikubwa kikipepea, kama nyoka. Nilijifariji, labda ni mzaha wa macho yangu. Lakini nilihisi baridi isiyo ya kawaida ikipenya mwilini mwangu. Kesho yake asubuhi, yule mzee alikuwa tayari amepotea bila hata kuaga. Ila cha kushangaza, kwenye sakafu alipolala kulikuwa na alama ya duara yenye mchoro wa nyoka mwenye vichwa viwili. Nilihisi hofu, lakini siku iliyofuata mambo yalianza kubadilika. Biashara yangu ndogo ya kuuza vifaa vya simu ilianza kushamiri ghafla. Wateja walikuja wengi, pesa zikaongezeka. Nilinunua pikipiki, nikapanua nyumba. Lakini usiku mmoja niliposikia kelele jikoni, nilipoenda kuangalia nilikuta sahani zikiwa zimetapakaa damu nyekundu na kivuli cha nyoka kikipotelea dirishani. Mimi nikitetemeka, ni nani uko huko? Sauti ya ajabu kutoka gizani, ni mimi, mmiliki wa nyumba hii, tulikubaliana, sio? Mimi, tulikubaliana. Mimi sijawahi. Sauti, ulipomkaribisha mzee yule, ulitia sahihi kwa damu yako. Nilirudi nyuma kwa hofu. Sauti hiyo ilitoka hewani, lakini ikawa kama inatoka ndani ya moyo wangu. Ghafla, nilihisi kitu kikijizungusha miguuni. Nilipotazama, nyoka mkubwa mweusi mwenye macho mekundu alijitokeza. Sauti ya nyoka iliongea tena, lakini sasa ilisikika wazi kichwani mwangu. Nitakupa mali, nyumba, magari. Lakini kumbuka, kila mwezi ni lazima tone moja la damu. Nilihisi baridi kali ikinikamata. Nilipiga kelele, lakini hakuna aliyesikia. Siku iliyofuata nilipoamka, nilikuta pesa nyingi mezani, noti mpya za 10,000. Nilijishika kichwa, ina maana si ndoto. Miezi ilipita. Nilianza kuishi maisha mazuri. Nilinunua gari, nikajenga nyumba kubwa mjini. Watu walianza kuniita Bwana Bahati. Lakini kila usiku, saa 6 kamili, nyoka yule alikuwa anatokea sebuleni, akining'inia kwenye dari. Nyoka, ni wakati wetu. Mimi, tafadhali, siwezi tena. Naogopa. Nyoka, unataka utajiri bila gharama. Kisha alinijongea na nilihisi meno yake yakinichoma kidogo mkononi. Damu ikatiririka, kisha alitoweka. Siku moja nilipiga simu kwa mchungaji mmoja maarufu aliyekuwa anatibu mambo ya giza. Mchungaji, kijana, nyoka huyo si wa kawaida. Umefungwa agano la kishetani. Mimi, nifanye nini mchungaji? Mchungaji, kuna njia moja tu. Lete kitu chochote kilichoachwa na yule mzee. Mimi, hakuna kitu ila kuna bangili ya shaba niliyoiona siku ile. Mchungaji, ndiyo hiyo. Usiiweke ndani, choma leo hii. Usiku huo nilichukua ile bangili na kuiweka juu ya moto. Mara moshi mzito ulianza kutoka, ukifuatwa na mlio wa kishindo. Sauti ya nyoka, umevunja agano. Utalipa kwa damu yako. Giza lilijaa kwenye chumba changu. Ukuta ukaanza kutetemeka.
Nilipiga kelele, Mungu nisaidie. Niliona nyoka mkubwa akitoka ukutani, akizunguka chumba changu kwa kasi. Macho yake yalikuwa yanatoa mwanga mwekundu kama makaa. Nilichukua mafuta ya taa na kumwagia, kisha nikawasha mechi. Moto ulilipuka, nyumba ikaanza kuchomeka. Nilitoroka nje nikiwa na majeraha, nikitazama nyumba ikiteketea huku nikisikia kilio cha kitu kikubwa ndani. Asubuhi yake, watu walikuja kusaidia kuzima moto. Walipofukua majivu, walikuta kitu kilichoganda kama mabaki ya nyoka mkubwa yakiwa yamechanganyika na mifupa ya mwanadamu. Nilidondoka chini nikiwa hoi. Nilijua siri ilikuwa imefichuka. Yule mzee niliyemkaribisha usiku ule alikuwa mzimu wa nyoka wa utajiri. Nilipona baada ya wiki 3 hospitalini. Niliamua kuuza kila kitu nilichokuwa nacho na kurudi kijijini. Sasa kila usiku ninapolala, bado nasikia sauti ikinong'ona masikioni, tulikuwa marafiki, mbona umenisaliti? Na nikiamka, mara nyingine nakuwa na alama ya kung'atwa kwenye mkono wangu wa kushoto. Sijui kama ni ndoto, la sivyo huenda bado nyoka yule yupo nami. Na kila nikikumbuka kilichotokea, najiambia niliishi na nyoka na utajiri, bila kujua kilichotokea, sitosahau milele.